Kwanza kabisa naomba uniwie radhi kwa matatizo ambayo yametokea siku ya jana. Najua kwamba mke wangu kitu ambacho alikuja kufanya pale hakikuwa kitu kizuri. Kwa hiyo naomba unisamehe sana Neema kwa yote yaliyotokea. Na vipi, unaendeleaje lakini? Kiongozi, mimi namshukuru Mungu naendelea vizuri. Na katika kwenye ule ugomvi ulionyesha sikuumia sana. Kwa hiyo niko sawa. Ila kuna kitu ambacho kinanipa hofu na kunipa mawazo makubwa sana. Kitu gani? Sijawahi kumuona mkuu katika kiasi kile. Na alifoka sana jana. Na sijawahi kumuona hata siku moja. Na amekasirika sana. Halafu na yule mwekezaji akija kurudi, akitaka kwenda kuanza kuwekeza, ule mkataba haupo. Kinachotokea ni kitu gani? Hapo kweli Neema, kuna mtihani mkubwa sana. Unajua, nawazua, yaani mpaka kichwa changu kinauma, kinawaka moto kwa situation ambayo mkurugenzi alionyesha jana. Hata mimi napata wasiwasi kabisa. Halo? Halo mkuu? Salama, sijui wewe. Mimi niko salama kabisa, namshukuru Mungu naendelea vizuri. Nimeamka salama kabisa na ni mzima wa afya. Naweza nikaingia kazini na mimi bado niko nyumbani, sijaingia kazini bado. Basi sawa. Nitapita. Kuhusu Francis mimi sijasana naye bado, ila nitampigia simu nimuulize yuko sehemu gani. Basi sawa. Sawa. Ni mkuu kapiga simu. Nasema kabla sijaingia ofisini kwangu, niweze kupita ofisini kwake. Na pia kaniambia nikutafuta sehemu ulipo tuweze kwenda wote ofisini. Nitamwambia nini hadi anielewe? Najua fika kabisa kampuni itakuwa imeingia hasara. Sasa cha kufanya ni kitu kimoja. Mimi ngoja niende kwanza nyumbani, tunajua cha kufanya. Sawa. Hapo. Basi ni stop kusikiza maana naweza kuja nenda ofisini. Nashukuru. Karibu.
Hebu subiri kwanza. Huko tunaenda wapi? Hapa ndio mahala tunapoishi kwa sasa. Kwa hiyo wakati naumwa, umechukua na kazi yako umapeleka kule. Muje unilete hapa. Wife. Siku ile wakati unaugua wewe na kupeleka hospitalini ndio siku ile ile ambayo mimi nilifukuzwa kazi. Lakini hii yote ilitokana na wewe baada ya kuchana dokumenti za ofisi. Hivyo uongozi ulishindwa kunivumilia. Wakaamua kunifukuza kazi. Wakanipokonya nyumba, wakanipokonya gari na vitu vyote ambavyo nilikuwa ninavyomiliki. Nafikiri ulikuwa unajua kwamba mali zote zilikuwa ziko chini ya kampuni. Nikaona kutafuta uwepesi wa maisha na sikutaka kukuambia mapema kutokana na hali jinsi uliokuwa nayo. Niliamua kutuliza moyo wangu. Tunaishi hapa kwa sasa. Lazima ukubaliane na hali. Yaani wewe muda wote umefika umekaa tu hapa. Nimekusikia muda. Ni kweli mke wangu. Nimetoka kazini muda mrefu kidogo. Ila nilipokuja hapa nje nikaona kwanza nitulize akili yangu. Maana uchomvu, si unajua tena. Naomba pesa, katafute mboga. Kwa hiyo toka ulivyoondoka hapa mpaka unarudi na 1000. Si ndio? Hii buku haitoshi. Naomba nyanyuka uende ukatafute pesa. Wale mwenzio wanatafuta pesa eti unarudi na 1000. Hivi ni kweli? Nyanyuka uende. Kaniletee pesa, mimi nataka pesa. Nyanyuka. Nyanyuka. Nini sasa waifu? Ndio unijue. Si ndio Sasa subiri ukukomesha. Baba toka. Naomba uende. Toka nenda.